Wako waliofanikiwa kufukia, wakafukia, miaka ikaenda, wakafukia. Ni kwa sababu sijapata ridhaa ya watu hao, ningeweza kueleza baadhi ya watu waliofukia vitu na wengine wakadhani wamefanikisha, lakini haikuwa hivyo. Baada ya muda vikafukuliwa. Serikali imefukua vitu vingi sana, walivyoamini watu wamefukia. Nyayo zisizofukiwa katika maisha yangu na maisha yako, ziko nyayo ambazo haziwezi kufukiwa, haziwezi. Ikiwa tu kwenye mamlaka za dunia, sio rahisi ufute nyayo. Wengine hata wakaamua kuweka soli ambazo mtu kama anaenda hivi, unaona kama anarudi nyuma, kumbe anaenda mbele, na kama zinaenda mbele, kumbe anarudi nyuma. Na wengine walipofurahi mvua ziliponyesha, wakajua wamesawazisha nyayo. Ila ukweli ni huu, ziko nyayo zisizofukiwa, nyayo zisizofukiwa. Jioni hii ya leo, tembea pamoja nami, fuatilia pamoja nami, uone hizo nyayo zisizofukiwa. Jioni ya jana tulipokuwa tunamalizia sehemu ya pili ya somo, kwamba ubatizo umewekwa katikati ya dhambi na wokovu. Ni katika ubatizo pekee ndipo tunaweza kukumbatia wokovu, maana ambako pekee tunathibitisha kwa kuonyesha kwa dhahiri ya kwamba Yesu ni mwokozi wangu, alinifia, akazikwa, akafuka. Sasa hebu kidogo nisafiri na wewe kwanza, kile ambacho Yesu alimwambia siku ile Yohana Mbatizaji. Alimwambia ya kwamba kubali hivi sasa, maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Kwa nini kuna kutimiza haki yake? Haki yote inapaswa kutimizwa. Sasa wewe ukiwa hapo ukisikiliza kwa makini, kubali hivi sasa. Hii jioni hii, laiti Bwana angefungua mioyo yetu na kuweka kiu yetu na katujalia kuelewa ziko nyayo zisizofukiwa. Hii inamaanisha nini basi? Inamaanisha nini jioni ya leo? Inamaanisha nini nyayo zisizofukiwa? Hii inamaanisha nini nyayo zisizofukiwa? Nikurudishe kwanza katika kalenda ya kimbingu. Mungu aliweka kalenda ambayo ni yeye atakayeitimiza. Sikilizeni jioni ya leo, ziko ama yako matukio kadha wa kadha katika maisha ya imani ya taifa la Israeli. Baadhi yao bado wanazifuata, na baadhi yao walipojua wakapewa maelekezo, wakafanya kile kanachoelekeza Mungu kwa wakati wa sasa. Lakini nataka usafiri kidogo uzione hizi nyayo kwa kalenda ambayo Mungu alikwishaitoa. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 na ule mstari wa kwanza na wa pili na mstari wa 12 na mstari wa 23, soma pamoja nami. Na hapa na nukuu: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, maana nitapita kati ya Misri usiku huu, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wa mwanadamu na mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, nami mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwemo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapopiga nchi ya Misri.
hapa, sikiliza vizuri hapa. Katika kitabu hiki cha Kutoka sura ya 12 inatajwa mwezi wa kwanza kwa kalenda ya taifa la Israeli. Huu mwezi wa kwanza unatajwa katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 16 na mstari ule wa kwanza unaeleza unaitwa mwezi wa Abibu. Kwa nini unaitwa mwezi wa Abibu? Huu ulikuwa ni mwezi ambao ni kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4 kwa kalenda ya kwetu leo. Mwezi wa 3 na wa 4 kwa kalenda yetu ndio ambao unaitwa mwezi wa Abibu kwa kalenda ya taifa la Israeli. Huu ndio unaitwa, utakuwa mwanzo wa miezi, mwanzo wa miezi. Na kwa sababu hiyo anaeleza utunze katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 na mstari wa kwanza. Nasoma pamoja nao. Utunze mwezi wa Abibu, ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Yaani mwezi wa Abibu ambao tumesoma kwenye Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, kwamba ndio utakuwa mwanzo wa miezi katika taifa la Kiebrania. Yaani mpaka leo, sikiza vizuri, kalenda ya taifa la Israeli wakati inatembea na hii kalenda yetu tunayoita ni kalenda inaitwa ya Gregory, inayoanza January, February, March, April, June, May, June, July, August, September, October, November, December. Katika kalenda ya Kiebrania au ya Kiyahudi yenyewe inaanza na mwezi wa Abibu. Sasa ukiweka mwezi wa Abibu, kwao ndio mwezi wa kwanza. Wakati wao ndio mwezi wa kwanza, sisi ni mwezi kama sio wa 3 basi ni mwezi wa 4, hapo katikati hapo. Sasa kuna tofauti kidogo, lakini Mungu akaweka ratiba. Swala ni hili, kwa nini anataka uwe mwezi wa kwanza kwa kalenda ya Kiyahudi? Kwa nini ya Kiebrania? Kwa nini ya Kiisraeli? Kwa sababu zifuatazo. Moja, tukio la kutoka nchi ya Misri. Ukombozi wa taifa la Misri ni tukio linaloanza uumbaji wa taifa la Israeli. Yaani tukio la kutoka nchi ya Misri ni tukio la uumbaji wa taifa la Misri. Kwa hiyo inakuwa ndio mwanzo wa kuwepo kwa taifa katika hali ya kiroho, kwa uelewa wa Mungu mwenyewe. Itakuwa ndio mwanzo wa kuhesabu kwa taifa. Kwa hiyo kutoka ni mwanzo wa wakati wa kuwepo kwa taifa la Israeli. Yaani kumbe kuanza kwa taifa la Israeli kunaanza na ukombozi kutoka nchi ya Misri, ndio uumbaji. Nilikwambia siku ile ya kwamba ukombozi maana yake ni uumbaji upya. Lakini sababu ya pili anaeleza hivi, ni uumbaji. Ukombozi ni uumbaji. Ndio unaona Isaya 43 mstari wa 13 na mstari wa 21 anasema Yakobo niliyekuumba kwa ajili yangu. Na anakurudisha, alimuumba nini? Taifa Israeli, nimekuumba kwa ajili yangu. Pale Mungu anazungumza na Yakobo kama taifa, Israeli kama taifa ambaye Mungu alimuumba. Tena kwenye Kumbukumbu la Torati inaeleza Mungu alimuumba ili aweze kuwa missionari, aweze kueleza sifa zake kwa mataifa. Ndio maana alichagua awapeleke nchi ya Kanaani, kwa sababu nchi ya Kanaani inaunganisha mabara matatu: Afrika, Asia na Ulaya. Unajua watu wengi hawajajua kwa nini alichagua kuiweka pale nchi ya Kanaani. Ndio tu inaunganisha mabara matatu dunia nzima. Na kwa sababu hiyo, acha mipaka ya sasa hivi unayoiona kwa leo. Wakati ile mipaka Mungu anaitoa ilikuwa ina connect mataifa matatu, inaunganisha mataifa matatu. Kwa sababu mipaka ule kaskazini unakutana na mto Frati, ndio ilikuwa mpaka wake. Ila leo kwa sababu ya mageuzi kadha wa kadha, unaona mipaka yake tu inakuwa kidogo, unaweza usione kama inaunganisha Ulaya, inaunganisha Asia, inaunganisha Afrika. Kwa hiyo Mungu aliiweka kimkakati ili kupitia wao kama shamba darasa, watu wengi wajifunze Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo aliwaita kama wamishonari, anawaumba taifa kwa ajili ya kuwa mishonari. Lakini akaiweka iwe siku ya tarehe 14 ya mwezi wa Abibu. Hiyo naiona katika kitabu cha Walawi sura ya 23 mstari wa 4 hadi mstari ule wa 5, anasema tarehe 14 ya mwezi wa Abibu itakuwa ni Pasaka. Sasa kwa nini inakuwa vile?
Katika Wakorinto ya kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Paulo akiwaandikia Wakorinto na nukuu, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka. Yaani nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo, Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Kwa hiyo unaposikia mwezi wa Abibu tarehe 14 ni sikukuu ya Pasaka kwa Israeli, Mungu akaitoa. Haikuwa siku tu ya utoaji wa kafara, maana walikuwa wanatoa kafara siku ile. Ndio maana Yohana, Injili ya Yohana 1 mstari wa 29, mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. Na Paulo anasema Yesu alipokufa msalabani ndiye alikuwa Pasaka. Kuna watu wanajiuliza, mbona wengine wanasherehekea Pasaka, wengine hawasherehekei Pasaka? Halafu ni Wakristo. Kuna nini basi? Kwa nini Pasaka ya hii kalenda Gregori ya mwezi ule wa 4 wa 3 pale, kwa nini tunasherehekea Pasaka leo na Wakristo wanasherehekea? Sikiliza wapendwa, wanasherehekea kwa sababu hawajajua ya kwamba Pasaka wetu alikwisha tolewa. Biblia inasema Yesu alikwisha toa mwili wake kuwa kafara. Ndio maana akasema, mlapo mkate, mnywapo mkate, mfanya hivyo kwa ukumbusho wangu. Yaani mtu anayeshiriki meza ya Bwana, kile kikombe cha divai, ule mkate, Yesu anasema hiyo ndiyo Pasaka aliyoiweka baada ya kifo chake. Naomba mnisikilize vizuri. Na akasema, mulapo na mnywapo mwakumbuka mauti yangu, na mnapofanya hivyo mwayatangaza mpaka nijapo. Ndio maana leo Pasaka, leo hata wale wanaosherehekea Pasaka hawaisherehekei kama ilivyotajwa katika Biblia, kwa sababu ilikuwa inaambatana na utoaji wa kafara. Na kwa sababu hiyo niseme tu ya kwamba wanasherehekea, ndio wanasherehekea, lakini ukweli kama wangelifuata Biblia wataachana na usherekeaji huu. Ninarudia, kama wangelifuata Biblia wataacha usherekeaji huu. Maana usherekeaji aliyosema, amesema kikombe cha divai, amesema mkate, akisema hivi, mkifanya mwayatangaza mauti yangu hata ajapo. Hata Paulo akaandika Wakorinto ya kwanza sura ya 11 akasema, basi mlapo na mnapo mwatangaza mauti ya Bwana mpaka ajapo. Na Yesu alisema, fanyeni hivi hata nijapo. Kwa hivyo ikiwa kweli wewe ni Mkristo wa dhati, usikwepe kikombe, usikwepe ile divai, usikwepe ule mkate, maana hiyo ndio Pasaka na Yesu ndio aliyoagiza. Hii nyingine wapendwa, ambayo mpaka serikali za dunia zinatoa kuwa off day, wafanyakazi wasiende ofisini, hiyo jamani, kuleni tu, lakini yenyewe sio hiyo. Ngapo amenielewa? Punga mkono. Punga mkono. Kifo cha Yesu kimebaki kwa kielelezo cha kikombe pamoja na mkate, na hivyo Pasaka wetu amekwisha tolewa. Wanikurudisha nyuma kidogo. Unakumbuka siku ile wakati Yesu amepanda punda akielekea Yerusalemu, msafara wa watu, na Lazaro aliyekuwa amefuliwa akiwa mbele anaongoza punda, watu wakitandika mavazi yao, Yesu akiwa juu ya punda na wanafunzi wakiwa pale, na watu kwa mamia wanapiga kelele, Hosana mwana wa Daudi, Hosana mwana wa Daudi. Unajua ile neno Hosana ni neno la Kiebrania na lina maneno mawili ya Kiebrania. Lina maana ya, jambo la kwanza ni saha, halafu neno la pili ni ana, ambayo maneno mawili hayo yanakuja Hosana, ambayo maneno mawili, hiyo neno inayozungumza sana hiyo inayozungumza pale inamaanisha ya kuniokoa, inamaanisha ya kukomboa. Halafu ile ana inamaanisha sasa. Kwa hiyo inapounganika inamaanisha ya kwamba nikomboe sasa, niokoe sasa. Yaani wakati wanasema Hosana mwana wa Daudi, haikuwa tamko la kuonyesha sifa, ilikuwa wanasema hivi, Bwana utuokoe, utukomboe, utuokoe. Ndio unaiona kwenye ile Zaburi 118 mstari wa 25, Bwana utuokoe. Ile neno hapo Hosana liko pale. Na hiyo ikiwa alipokuwa anasema Bwana utuokoe, wakati walipofanya ile Pasaka, Yesu anakuja kwa tukio lile wakati Pasaka inapaswa itimie kwa kadiri ya ratiba yao. Ndio ilikuwa yeye Pasaka pia anakuja ili aweze kutanisha vilivyokuwa vielelezo na yeye aliyehalisi. Kwa hivyo ndio wanaweza kuiona. Lakini baada ya Pasaka
Baada ya Pasaka kulikuwa na mikate isiyochachwa. Mikate isiyochachwa ilifuata tarehe ya 15 ya mwezi wa Abibu, na utaiona kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 15, lakini utaipata kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 6 mpaka mstari ule wa 8, Walawi sura ya 2 mstari wa 11, na Wakorinto ya kwanza sura ya 5 mstari wa 7, ambayo inaelezea ya kwamba chachu, Mungu alisema mtakapomchinja yule mwanakondoo na mkate mtakao kula, msiweke chachu, msiweke hamira, msiweke baking powder, msiweke yeast, msiweke vitu hivi, kwa sababu inachachua. Kwa nini? Alisema kwa sababu ile kafara ilikuwa inawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe, na kama ni kafara inawakilisha mwili wa Yesu, chachu inachachua. Kwa lugha nyingine, ilikuwa chachu ni nembo ya kuonyesha vitu vinavyoharibika. Ndio maana mkate ukichachuka una kipimo chake, ukipita wakati huo unaharibika. Chachu inaharibu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jiepusheni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo, kwa maana akimaanisha chachu ni maovu. Ndio maana Paulo anawaandikia Wakorinto ile Wakorinto ya kwanza 5:7 ya kwamba mkajisafishe, mtoe chachu katika donge. Yaani maana yake maovu yanaitwa kwa jina la chachu. Kwa hivyo ilikuwa baada ya Pasaka tarehe 14 ya mwezi wa Abibu, siku ya kesho yake ilikuwa inafanyika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na ilikuwa inafanyika kwa muda wa siku 7. Yaani unajua Mungu anaeleza, na aliwaambia hakikisheni nyumbani mwenu mote, kwenye kabati, chumbani, jikoni, mahali popote, safisha chachu. Alichokuwa anamaanisha, Kristo anapowaokoa hatutazamiwi kuishi tena maisha ya dhambi. Kwa hivyo anasema ondoeni chachu katika maisha yenu. Baada ya Yesu kama mwanakondoo achukue dhambi ya ulimwengu, baada ya kutufia, maisha yetu yasiwe na chachu. Ndio maana wale wanaosema nimeokolewa kwa neema, na wakati huo wanaishi maisha ya dhambi, wanaenda kinyume na kalenda ambayo Mungu ameieleza. Ndio maana tuliposoma jana ya kwamba ubatizo, tunapoungana na Kristo katika kifo chake, mauti yake, tukazikwa pamoja naye alipotoka, na sisi tunapotoka majini tunafufuka katika upya wa uzima, mwili usitumikie dhambi tena. Sasa leo ikiwa watu wanasema neema ya Bwana imefunuliwa, halafu anaendelea kuwa na chachu kwenye maisha yao, Mungu alishaweka baada ya Pasaka, ondoa chachu. Ondoa chachu katika maisha yako. Hii ilikuwa ndio fundisho sikukuu ya mikate isiyochachwa. Ondoeni chachu maishani mwenu. Halafu inakuwepo sikukuu ya sadaka ya kutikisa mganda. Hii ina majina mawili, inaitwa kutikisa mganda ama inaitwa malimbuko. Sasa hilo fungu la Walawi 23 mstari wa 10 hadi 11 nataka nisome pamoja nawe. Biblia inasema hivi: ndipo nitakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu, naye atautikisa mganda mbele za Bwana, ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya Sabato kuhani atautikisa. Siku ya pili baada ya Sabato kuhani atautikisa. Huenda umewahi kusikia neno kutikisa mganda ama malimbuko. Sikiliza. Hii ilikuwa ni mavuno ya kwanza kabisa kwa mujibu ya hali ya hewa ya nchi ya Kanaani. Mavuno ya kwanza ilikuwa ni shayiri. Nchi ile ina mavuno ya wakati wake. Ilikuwa mavuno ya wakati wa matunda, mavuno wakati wa mazao, ngano na nini. Sasa Mungu aliwaambia watakapovuna yale mavuno, kabla hawajatumia maishani mwao, walete mganda kwa kuhani. Wakishafika pale, atachukua mganda ama yanaitwa malimbuko. Maana yake kabla hawajara mazao ambayo Bwana amewapa, lazima kwanza wampelekee Bwana, na Bwana ndiye atakaye utikisa huo mganda. Kwani anapofanya vile ni kusema hivi, wanashukuru Mungu anayewapa maisha. Kwa kuwapa mazao anawapa maisha. Ndio nasikia lugha malimbuko.
Lakini haikuwa tu hapo. Neno kutikisa, kuhani alikuwa anachukua, anatikisa ule mganda, ana wave to the air. Anapotikisa, Waisraeli walioleta wakiwa wamekusanyika katika ile hema, kama ni wakati ule, lakini kama baada ya Sulemani wamezunguka kule nyuma, walipokuwa kuhani anatikisa, wao wakiwa wanaabudu, wanasifu, wanashukuru, walikuwa Israeli. Sikiza vizuri, Israeli alikuwa anafundishwa ya kwamba kuna kitu kitafanyika katika lugha ya limbuko. Nataka ukisikie katika Wakorinto ya kwanza sura ya 12 mstari wa 14 hadi mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Wakorinto ya kwanza sura ya 15 mstari wa 12 hata mstari ule wa 15. Na nataka nisome 14 alafu 16 hadi 18 na 20. Sikiliza kwa makini, alimaanisha nini kutikisa mganda ama kutikisa malimbuko? Hapa na nukuu, lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufuka. Tena kama Kristo hakufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure, na imani yetu ni bure. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufuka. Na kama Kristo hakufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Sikilizeni, siku ya Pasaka tarehe 14 ya mwezi Abibu ilikuwa ni Ijumaa. Naomba msikilize vizuri, na ndiyo siku Yesu aliyokufa. Hapa nataka msikize vizuri sana. Ile Walawi 23 mstari ule wa 6 hadi wa 8 akasema, baada ya Pasaka siku ya pili, sikiliza vizuri, mutatikisa, sikiliza vizuri, mutatikisa malimbuko, mutatikisa mganda. Alipokuwa kuhani anatikisa, Yesu amekufa siku ya Ijumaa. Akapumzika kaburini siku ya pili baada ya Sabato. Unajua, unaposoma haraka unaweza kufikiri ni siku ya pili baada ya Sabato, kwa maana ya Jumamosi, kwamba utahesabu utajikuta Jumatatu. Naomba unisikize vizuri alichoandika Musa. Sikiliza vizuri, yaani ni siku ya pili, lakini hiyo siku ya pili inafuata baada ya Sabato. Wangapi wamenielewa? Hebu nyosha mkono. Kwa hivyo Yesu amekufa Pasaka siku ya Ijumaa, na mbingu zikasema siku ya pili baada ya Pasaka, tikisa mganda. Sikiza vizuri, tikisa mganda, tikisa malimbuko, tikisa malimbuko. Yesu alichokuwa anasema nini kwa Israeli? Yaani atakufa siku ya tarehe 14, sikiza vizuri, ambayo ni siku ya Pasaka, mwezi wa Abibu, lakini kesho yake ni Sabato. Sikiliza vizuri, siku ya Jumamosi hiyo. Halafu siku ya pili ambayo ni siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili, siku hiyo Yesu atafufuka. Naomba usikize jioni hii ya leo, kwa sababu Yohana alipokuwa anamwambia Yohana, kubali hivi sasa kwa sababu ni kutimiza. Yesu alikuwa anatembea na kalenda yote aliyokwisha iweka. Kwa hiyo Pasaka, sikukuu ya pili, unakuta mikate isiyotiwa chachu ambayo inaanza siku ya Sabato, yaani Ijumaa Pasaka. Sikiza vizuri, Jumamosi inaanza mikate isiyotiwa chachu kwa siku 7, lakini ndani ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, siku ya pili baada ya Pasaka, tikisa mganda, Yesu atafufuka. Ndugu zangu, sikiliza, Paulo alipokuwa anawahubiria watu, anawaandikia Wakorinto, anasema hivi, naomba usikilize vizuri, kama hakuna kiama cha wafu, ni kusema hivi, wafu hawatafufuka. Lakini alianza na jambo hili, kama hakuna kiama, kwa lugha nyingine, kama wafu hawafufuliwi, ni kusema hivi, Yesu hakufufuka. Jambo la pili alilosema, kama Yesu hakufuka, imani yetu kwake ni bure. Naomba nisikize vizuri jioni ya leo, kama Yesu hakufufuka, imani yetu ni nini? Imani yetu ni nini? Halafu akasema tungalimo dhambini.
Sikiliza, kwa nini jana nilieleza jambo la pekee, hata juzi nikasema dini yoyote isiyotoka kwenye kaburi ikaona nyayo nje ya kaburi. Yesu anachosema hapa, kuna nyayo zisizofukiwa. Yaani alieleza kabisa, nitatoka, siwezi fukiwa nikabaki, nyayo zitatoka. Ndio maana alieleza na akasema hivi, hizo ni nyayo. Paulo anaeleza kabisa ya kwamba kweli wale wanaosema ya kwamba kuna kiama ya wafu wanasema kwa jeuri moja tu, Yesu amefufuka. Hiyo ndio maana yake inayoeleza kama kuna kiama cha wafu, ina maana Yesu amefufuka. Na kama Yesu hajafufuka, mambo mawili ameyasema. Moja ni kusema Yesu hakufufuka. Mbili ni kusema imani yetu ni ya bure. Tatu, tungalimo katika dhambi. Mambo matatu, narudia, Paulo ameyataja kwenye Wakorintho ya kwanza sura ya 15. La kwanza, kama wafu hawatafufuka, tunasema hivi, Kristo hakufufuka. Mbili, kama Yesu hakufufuka, ni kusema hivi, imani yetu ni ya bure. Tatu, kama Yesu hakufufuka, tungalimo katika dhambi. Ndiposa sasa akasema mstari wa 20, na napenda kweli Paulo alivyoeleza, akasema lakini sasa, haleluya, haleluya, lakini sasa Kristo amefanyaje? Amefufuka katika wafu, limbuko, mganda wao waliolala. Ndio maana niliwaambia jana, dini yoyote ambayo kiongozi wa dini yuko kaburini, usipoteze muda. Usipoteze muda. Na nilisema jioni hii ya leo kwamba uko Ulaya, kwamba uko Marekani, kwamba uko Uingereza, kwamba uko Australia, kwamba uko Filipino, kwamba uko China, kwamba uko Korea, kwamba uko popote, kama kiongozi wa dini unayemfuatilia, na kama unamwamini huyo unayemfuatilia na sio Yesu Kristo, imani yako ni ya bure. Hiyo ni imani hewa. Nakumbuka wakati wa hayati Magufuli anasema kuna watumishi hewa na kuna wanafunzi hewa na ikawa ni hewa, ikawa ni hewa. Siko pia imani hewa, imani ambazo zinafukiwa ukifa zinafukiwa. Imani za viongozi wote isipokuwa Yesu Kristo na ni neno la Mungu pekee, nasema Yesu ndiye ambaye hakufukiwa. Na Biblia inaeleza ya kwamba alimwambia kwamba atakwenda kaburini tu ndani ya siku 3, tangu Pasaka, kisha sikukuu ya mchakati siotiwa chachu, kisha unaona mganda unatikiswa. Yaani Yesu alitembea kwa kalenda kabisa ya wokovu. Ndio maana naambia ndugu zangu, Biblia sio kitabu cha kulinganisha na vitabu vingine vyovyote vya sayansi. Biblia hailingani na sayansi. Endeleeni kuja, mtakuja kuangalia Biblia inazidi akili ya vichwa vya wanasayansi. Endelea tu kuhudhuria. Ndio maana nikasema ya kwamba Biblia ni zaidi ya kitabu chochote cha dini na imani. Nataka niwaambie ukweli. Biblia ni zaidi ya vitabu vyovyote unavyoungua, unavyofunua, unavyosoma na kuviamini. Katika Biblia peleka kule. Hii ndio ina ukweli. Na ni Yesu pekee. Na niwaambieni ukweli, hakuna hata mmoja duniani hapa ambaye atasimama leo aseme Yesu alibaki kaburini. Nitafutieni. Kabla mkutano haijaisha, unitafutie ambaye anatupatia ushahidi Yesu yuko kaburini. Nitafutieni mtu huyo. Nitampatia zawadi. Tawatapatieni zawadi wale waliogundua Yesu yuko kaburini mpaka leo. Nitafutieni niwape zawadi. Utatafuta mpaka miaka itafika 50, itakokotwa mpaka 70, alafu utapelekwa kwenye udongo. Utakufa, ushahidi uko wazi, kaburi liko wazi. Wazi kabisa. Walinzi wakakiri, walimuona anatoka. Yaani iko wazi kabisa.
Hii ndio imani pekee. Narudia kwa watu wa Mungu wote, maana ibilisi anataka tupoteze, tuamini kila ambacho Hawa naye aliamini, akafikiri atafanana na Mungu, kumbe anaenda kuwa uchi, anaenda kuwa mwenye hatia na anajificha. Ibilisi anatamani atusaidie hizi imani, atudanganye hizi imani, eti imani. Yesu ndiye pekee aliyekufa, akazikwa na akatoka. Huyo ndiye ambaye ndio jeuri yako, ndio jeuri yangu. Hata kama ukuwa ujui, Yesu alijua. Kesho atakusaidia kuelewa, ili ujue ya kwamba mwamba pekee aliyetikisa nyavu za kaburi ni Yesu Kristo. Peke yake ndiye anaeleza maneno hayo, na kwa sababu hiyo mbingu zinataka tuweze kufahamu. Sasa angalia Wathesalonike ile ya kwanza sura ya 4 mstari wa 13 mpaka mstari wa 18. Hapa nakupatia ndondoo zilizo kwenye kitabu hicho cha Wakorinto ya kwanza sura ya 4 mstari wa 13 hadi 18. Na unaziona pale kwenye screen. Moja, ikiwa Yesu alifufuka, waliolala katika Yesu watafufuka. Paulo yuko makini na jambo hilo, anasema waliolala katika Yesu. Hasemi tu waliolala kaburini. Sikiliza vizuri anachokieleza, waliolala katika Yesu. Yaani kama kuna mtu yeyote atatumia akili ambayo Bwana amempatia, ni kwamba kabla hujafa uwe na Yesu. Watakao kufa, Biblia isemi wamekufa, kwa hakika inasema waliolala katika Yesu watafufuka. Jambo la pili, katika Wathesalonike ya kwanza sura 4 mstari wa 13 hadi 18, walio hai wakati wa kuja kwa Yesu hawatawatangulia waliokwisha kulala mauti. Sikiliza anachokieleza, sikilizeni, na naomba ufungue macho kabisa na masikio uweze kusikia neno la Bwana. Walio hai hawatawatangulia waliokwisha kufa wakati Yesu atakapokuja. Anasema, kwani Paulo anasemaje hapo kwenye Wakorinto? Sikiliza kwenye Wathesalonike anasemaje kwani? Anasema, angalia vizuri katika ndondoo namba 3. Kufufuka kutatokea siku ya kuja kwa Yesu Kristo pekee. Sikiliza kwanza ndondoo ya pili, wale waliolala na wale walio hai wakati Yesu anakuja mara ya pili. Biblia inaeleza hivi, wale walio hai hawatatangulia kwenda mbinguni eti kisa wako waliokufa. Kwa hiyo ni kusema hivi, msifikiri ya kwamba siku Yesu akija eti walio hai watatangulia wao kwenda, maana hao waliokufa mpaka waje watoke, halafu wajiangalie, wajikusanye, watu watakatifu watakuwa walio hai wameshatangulia. Paulo anasema hapana. Kwa nini hatutawatangulia waliolala? Biblia inaeleza itakuwa ni kufumbwa na kufumbua, walio makaburini, waliolala kwa jina lake na walio hai wakati Yesu anakuja, wote kwa pamoja watamlaki Bwana hewani. Angalia ndondoo namba 4, walio hai wataungana na waliofufuliwa kumlaki Bwana wapi? Ndio maana nawaambia, sikilizeni wapendwa, jioni hii ya leo watu wengi ambao ibilisi anatamani awadanganye, wanasema hivi, watu wakifa wakiwa hai hao ni waaminifu, ni Wakristo waliomwamini Yesu, waliomkubali, waliomchagua, wanakwenda mbinguni. Na unajua wanapotoshaje? Ibilisi ni ajabu sana. Ibilisi anataka atupotoshe. Biblia inasema jamani, hawaendi mbinguni. Tawaeleza jioni ya leo kila ambacho Biblia inachokisema. Biblia inaeleza ya kwamba walio hai wakati Yesu anakuja na waliolala kabla Yesu hajaja watafufuliwa kwanza, halafu waungana na walio hai kumlaki Bwana wapi? Hewani. Wote watamlaki Bwana hewani. Wote watamlaki Bwana wapi? Kama wanaokufa wanaenda mbinguni, Paulo asingelisema walio hai na waliolala watafufuliwa wamlaki Bwana hewani. Biblia haisemi hivyo kwamba wafu wakifa wanaenda mbinguni. Vinginevyo tusingesikia tumlaki Bwana hewani. Tungesikia hivi, Bwana atakaposhuka atakuja na watakatifu waliokuwa wamekufa. Kwa hiyo sisi tu walio hai tutaenda tuungane nao. Biblia haisemi hicho mahala popote.
Wapi wanakipata? Wanakipata katika akili zao. Nitawaeleza kwa nini kinafanyika hivyo. Maana Ibilisi anataka atuafifishe muda wa kufanya maamuzi kabla hatujafa. Ni mzaa mkubwa mno ili tuchezee nafasi ya wokovu. Anatufundisha ya kwamba wanaokufa wanaenda mbinguni, hakuna mahala. Ndio maana Injili ya Yohana sura ya 5 na mstari wa 28 na mstari wa 29, napenda sana kile Yesu alichosema. Na bahati nzuri alisema Yesu mwenyewe, akasema hivi, na hapa na nukuu, ya kwamba mstaajabie maneno hayo. Akasema maneno haya, saa inakuja na sasa ipo, na wafu wote walioko makaburini. Haleluya! Wafu wote walioko wapi? Sijawasikia. Wafu wote walioko wapi? Wote walioko makaburini wataisikia sauti yake, na wote watakaosikia watatoka. Waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, waliofanya mabaya kwa ufufuo wa hukumu na kudharauliwa. Sasa mimi swali langu ni hili, hivi kati yetu na Yesu nani anasema ukweli? Maana Yesu anasema hivi, wote wanaokufa wanaenda wapi? Wanaenda wapi? Wanaenda wapi? Ukweli namba moja, wote wafu wote waliomo makaburini. Namba mbili, akasema watakapofufuliwa wanatoka waliofanya mema na waliofanya mabaya. Hii ni kusema hivi, Ibilisi asitudanganye kwamba waliofanya mema wanapokufa wanaenda mbinguni. Ni uongo, ni uongo. Usipoteze muda na uongo wa shetani. Yesu anasema wafu wote walioko makaburini wataisikia sauti yake, na wakisikia watatoka, waliofanya mema na waliofanya maovu. Sasa wewe shetani, unawaambia watu eti mtakatifu fulani amepaa kwenda mbinguni, unasoma kitabu cha mtakatifu nani? Wewe shetani unayewaelekeza watu wa Bwana ya kwamba huyo aliyekufa ameenda mbinguni, unasoma kitabu cha mtakatifu nani? Tumoja nasema, sikiliza mhubiri, maana ameandika kitabu kile cha Mhubiri, ile sura ya 9 mstari wa 6 na ule mstari wa 10, anasema lolote mkono wako upataro kulifanya, lifanye kwa juhudi zako zote, kwa sababu hakuna kazi, kwa sababu hakuna maarifa, kwa sababu hakuna hivi, kote kuzimu muendako wewe. Yaani mtu akienda kaburini hakuna maarifa, hakuna kazi, hakuna chochote. Lolote mkono wako unaolifanya ukiwa hai, lifanye kwa juhudi zote, lifanye kwa juhudi zote. Ukienda kaburini hakuna maarifa, hakuna ujuzi. Ndio maana wale watu ambao wakienda kwa makaburi wanadhani ya kwamba ndugu zao, babu zao, eti waambie kinachowasibu leo, kinachowatatiza leo. Hawana maarifa waliokufa, yaani hawajui neno lolote linalofanyika chini ya jua. Tena amesema mstari wa 6 ya kwamba siku hiyo anapokufa mawazo yake yatoweka. Pumzi yake inapotoka mawazo yake yanatoweka. Katika Zaburi 104 mstari wa 29, waiondoa pumzi yao wanakufa. Yaani unapoiondoa pumzi wanakufa. Lakini pia ndio unaiona katika ile Mwanzo sura ile ya 3 ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfinyanga mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza pumzi ya uhai katika pumzi, katika pua yake akawa nafsi hai. Nafsi hai ni matokeo ya udongo uliofinyangwa na Mungu, kisha akapulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Lakini bado kwenye kitabu cha Zaburi 104 mstari wa 29, ukiondoa pumzi yao wanakufa na kurudi kwenye mavumbi. Ndicho anachoeleza, ndicho anachokieleza pale. Lakini akaandika jambo la pekee, Mhubiri ile sura ya 3 mstari wa 18 mpaka ule mstari ule wa 20, akasema kuna jambo moja la watukia, ili wanadamu wajue ya kwamba hata wao wanafanana na mnyama, ya kwamba linamtukia huyu linamtukia huyu, anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu. Nani ajuae ya kwamba roho ya mnyama inaenda chini na roho ya mwanadamu inaenda juu? Halafu leo kuna watu wanadai wanajua, wanasema roho ya huyu marehemu sasa inaenda juu. Wapi? Biblia inaeleza anavyokufa huyu ndivyo anavyokufa huyu, anavyokufa ngamia ndivyo anakufa mjusi, anavyokufa kenge ndivyo anakufa mwanadamu. Tofauti tu ni kwamba sisi ni wanadamu,
na kwa sababu hiyo tunahifadhi ule udongo, tunarudisha kwenye udongo. Sio kwamba kitendo cha kumweka kwenye jeneza na sisi kusanyika pale na neno kutolewa eti ndio inamfanya asiwe tofauti na mnyama anavyokufa. Biblia inaeleza ya kwamba wote wana pumzi moja. Pumzi moja. Pumzi moja. Wote wana pumzi ngapi? Kisha akasema kwenye Wathesalonike ya kwanza sura ya 4 mstari ule wa 18, akasema basi farijianeni kwa maneno hayo. Maneno yapi? Kuna kiama. Maneno yapi? Kuna ufufuo. Maneno yapi? Waliolala katika Yesu watafufuka. Haya ndiyo maneno ya kweli ya faraja. Kama tumefiwa na waliokufa katika Kristo, waliolala katika Kristo watafufuka. Hii ndiyo faraja. Hacha ile maneno si tulimpenda, Bwana amempenda zaidi. Wewe hacha maneno hayo, ni udanganyifu wa shetani. Mungu akipenda watu hawaui. Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao ili kila mtu amwaminie asipotee bali apate uzima wa nini? Shetani amekuja na lugha za ovyo, lugha za udanganyifu. Sisi tulimpenda, Mungu amempenda zaidi. Sasa mimi nakuuliza swali, wewe uje umwambie kiongozi wako, mwambie hivi, si umesema Mungu amempenda mjomba kuliko mimi ninavyompenda? Unasema Mungu amempenda mama yangu kuliko mimi ninavyompenda, na kwa maana ya kwamba hapa amempenda zaidi. Sasa ni nani na wewe uko tayari Mungu akupende zaidi? Muulize, je, uko tayari Mungu na yeye akupende zaidi kuliko sisi? Unajua ndugu zangu, Ibilisi ni waajabu sana. Anatujengea chuki kwa Mungu wetu, ili tuone ya kwamba hivi unamwelezaje yule mtoto ambaye wazazi wake wamepata ajali na wakafa wote, halafu unamwambia sisi tuliwapenda wazazi lakini Mungu amewapenda zaidi. Hivi huyo mtoto anamwelewaje Mungu huyo? Wewe kijana utamwelewaje huyo Mungu ambaye ulitaka uwe na wazazi wako? Wewe baba ulitaka uwe na huyu mke wako, wewe mama ulitaka uwe na mume wako, halafu eti mtu fulani tu anakuja na maneno yake eti Mungu amempenda zaidi kuliko wewe mke wake, na kwamba eti kwa kumpenda zaidi eti ameamua kumuua. Ni upendo gani huo wapendo? Hayo hayaleti faraja. Faraja ya kweli, mwambieni mtu huyo, waambieni watu hao waliolala katika Kristo watafufuka. Hayo mengine ni maneno yasiyo na faraja, yanamchafua Bwana Yehova aliye hai. Neno la kweli ni hili, waliolala katika Kristo watafufuka. Huo ndio ukweli, na ndio ukweli unaotuweka huru, ukweli peke yake unaotuweka huru jioni ya leo. Katika Wakorintho ya kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 51 hadi 55 anatueleza siku ambayo waliolala watafufuka. Naomba usikize vizuri, anatupatia ili mtu asitudanganye. Akaandika Paulo kwa Wakorintho akiendelea na mada ya ufufuo wa Yesu, na lazima akatoa hitimisho, conclusion, lini waliolala watafufuka. Sikiliza alichokieleza, akasema hatutalala sote, bali sote tutabadilika. Sikiliza vizuri Paulo alivyoanza kueleza anapofika mwishoni mwa ile mada, maana amechukua sura nzima ya Wakorintho ya kwanza 15 kujadili kifo na ufufuo wa Yesu kama suluhisho la matatizo na huzuni zinazotupata kwa sababu ya msiba. Paulo anaeleza kwa kuwa Yesu alifufuka, hatuna faraja zaidi, na kaburi liko wazi, nyayo isiyofukiwa. Anikwambia, ukikutwa na mshahara wa mauti ukafiwa, kuna faraja kwamba Yesu alifufuka. Anasema hatutalala sote, ila sote tutafufuka. Ukweli ni huu, sikilizeni wapendwa, ndio Biblia inachokieleza. Hakuna vita ya tatu ya dunia, wala hakuna uviko 19, wala hata ingelikuja uviko 20, hata ingelikuja saratani itakayofyeka dunia hii wakazi wakaisha. Hakuna. Biblia inasema hatutalala sote. Hatutalala sote. Lazima Yesu akija atakuta wanadamu wakiwa hai. Hatutishwi na mabomu ya nyuklia. Tishaneni ninyi wenyewe shetani.
Hatutishwi na magonjwa, tishaneni ninyi wenyewe. Hatutalala sote. Hilo ni jambo la pekee. La pili, kuna mateso mbele. Endelea kuhudhuria katika mikutano hii. Kuna mateso ya waaminifu wanakuja. Habari njema ni hii, hawatawaua waaminifu wote. Hatutalala sote. Hii ni habari njema. Iwe ni magonjwa, iwe ni vita, iwe ni upanga, iwe ni mateso, hayatatupeleka wote kaburini. Ila habari njema ni hii, sote tutabadilishwa. Na Paulo amesema tutavaa kutokufa na kutokuharibika. Sema huu mwili ni wa kifo. Huu mwili kwa sababu ni wa kifo, ndio maana unaanza mtoto, unakuwa mzee, kisha unanyauka, kisha unanywea kabisa. Ni mwili wa mauti. Lakini Yesu ameeleza, waambie tu iko siku ya kuvaa kutokufa na kutokuharibika. Siku hiyo tutabadilika. Tutabadilika. Hii ndio faraja ya pekee. Tutabadilika. Halafu akasema ni lini? Parapanda ya mwisho italia. Paulo anasema parapanda ya mwisho italia. Ndio maana zile simulizi za kusema yeye amefufuka, Yesu alikuja mahala, sijui ameenda mbinguni. Biblia inasema hivi, ili ujue waliolala wamefufuka, subiri kwanza parapanda. Parapanda haijalia. Ile parapanda itakapolia utakuja kuiona siku zinazofuata. Hiyo sio siku ya kutangaziwa na TBC. Haitangazwi na Al Jazeera. Haitangazwi na TBC. Haitangazwi na Star TV. Hiyo haitangazwi na mjomba wala shangazi. Ni siku ambayo yeye ndiye atakayetangaza. Hatatangaza, pisheni, mfalme anakuja, na sauti ya kitapenya itaingia kwa makaburi, na waliolala kwa jina lake watafufuka. Hii ndio maana shetani anapohubiri kuna unyakuo wa kisiri. Shetani anapotangaza watu wanaenda mbinguni kisirisiri, wananyakuliwa kisirisiri. Mwambie shetani, peleka takataka. Peleka takataka. Watu hawaendi kisirisiri. Yesu haji kisirisiri, wala hatakuja kama asiyeifahamu. Yesu haji kisirisiri, anakuja yeye na kila jicho itamuona. Parapanda italia, wafu watafuka, kila jicho litamwona. Na kwa sababu hiyo Biblia inaeleza parapanda italia, wafu watafuliwa, wasiwe na uharibifu, na mauti itamezwa kwa kushindwa, na Yesu atakwenda yeye peke yake, na wote hao malaika wataambatana naye na watashuka. Biblia inaeleza ukweli wa pekee ya kwamba farajianeni kwa maneno hayo. Yesu hakwenda mbinguni alipokufa. Watu wanasema alipomwambia yule jambazi, utakuwa pamoja nami peponi, si unaona? Kumbe Yesu alipokufa alienda mbinguni, kwa sababu watu hawajui, kwa sababu ya ile kome iliyoko pale. Ndugu zangu, sikiliza, mbona Biblia iko wazi katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 17 mstari wa 20 mstari wa 17. Yesu akamwambia Mariamu, usiniguse, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda mbinguni. Yaani Yesu alipokufa hakupaa. Biblia inaeleza, Mariamu, usiniguse, usinishike, maana sijapaa, sijaenda mbinguni, ila nenda uwaambie wanafunzi wangu tutakutana Galilaya. Katika kitabu kile cha Luka 24 mstari wa 39 hadi 42, mwanadamu amepewa mwili. Kuna watu wanasema tutakuwa na miili ya roho, miili ya roho. Wewe niwaambie kitu cha pekee. Unajua Ibilisi ni ajabu sana. Akikosa gia anatumia hata mguu, anakiita ni gia. Ibilisi ni ajabu sana. Eti anasema utakuwa mwili wa roho. Sikilizeni, kwenye sayari hii ya dunia Mungu hakuumba viumbe vya roho. Sikiliza, Mungu hakuumba mwili wa eti akasema ni roho haina mwili. Na halafu hata Yesu alipofufuka alifufuka akiwa na mwili. Ndio maana Luka 24 mstari wa 39 mpaka mstari wa 42, maandiko yanaeleza Yesu alipofufuka akaambia wanafunzi, joeni munipapase munishike, maana roho haina mwili, nishikeni. Kisha akawaambia mna kitoweo? Akasema nini? Samaki. Ndio maana wale wajita wa kule kwetu wanabishana, nasikia kama Yesu alifufuka na akala samaki.
Wewe wanasema huu ni msosi ambao ni wakufa na kuzikana. Yaani Yesu alikula samaki ili awaambie hivi, nina mwili, ni mimi niliyezaliwa, niliyefanyika mwili, niliyeangikwa msalabani, niliyezikwa, niliyefufuka, nishikeni muone. Ndio maana wanaosema tutafufuka na miili ya roho, takataka za shetani, mwambie peleka huko. Tutafufuka na miili isiyo ya mauti, miili isiyougua, miili isiyo na mauti, sio mwili wa roho. Dunia hii haina viumbe wa roho, haina. Mungu alipofinyanga mavumbi ya ardhi akampulizia pumzi, akawa nafsi iliyo hai. Maana yake ni mwili. Hata baada ya Yesu kuja, tutavaa kutokufa, tutavaa kutokuharibika na miili isiyo ya mauti. Haisemi mwili wa roho. Jioni hii ya leo, hiyo ndio faraja. Farijaneni kwa maneno hayo. Je, una huzuni maishani mwako kwa sababu ya kifo mbele yako? Unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa na tishio la kifo? Farijaneni kwa maneno hayo. Hatutalala sote tutabadilika. Parapanda italia, wafu watafuka, wasipate tena udhaifu wowote, na tutamlaki Bwana hewani. Hii ndio faraja ya kweli. Tutapumzika kwa kitambo, lakini Yesu akija tutafufuka. Pata faraja ya neno hilo jioni ya leo. Kama uliwahi kufiwa ukasoroneka moyoni, hii ndio faraja. Faraja pekee. Kama alikuwa mwaminifu wa Bwana, atafufuka. Faraja ya pekee. Na jioni ya leo kule kwenye vituo tunakwenda kwa ajili ya maombi. Watu wanaotafuta faraja ya neno wanaitikia. Simama jioni ya leo pale ulipo. Simama jioni ya leo pale ulipo. Simama katika vituo pale. Bwana atujalie, Bwana awabariki. Simama pale ulipo. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya kuitikia kwa watu wako. Wabariki sasa katika jina la Yesu, amina. Tukiwa hapa kwa ajili ya ibada ya sala, kwa ajili ya ibada ya sala, wenzetu wataendelea kule kwenye vituo wakiwa wakiendelea na mambo hayo. Iko faraja ya neno. Yesu anatamani ikawe faraja, faraja ya masumbufu, faraja ya misiba, faraja ya magonjwa, faraja ya vita na njaa. Tafuta faraja hii. Je, unahitaji faraja hii? Faraja nene kwa maneno hayo. Tembea jioni ya leo. Tembea